Yeah. Hii ni story ya kweli ya mtaani. Hamisheni, isikilizeni kwanza. Hamisheni, niwaambie kilichotokea. Ndani ya nyumba moja mambo yakabadilika. Hamisheni, msije kunihukumu. Kila mmoja alikuwa na jambo moyoni. Hamisheni, dunia kweli imejaa visa vya ajabu. Alikuja kijana kutafuta maisha, akapata kazi ndani ya nyumba ya mama. Alikuwa mpole, mwenye bidii kazini, kila mtu akamkubali tangu siku za mwanzo. Mama mwenye nyumba akamthamini sana kwa juhudi zake na moyo wa kusaidia. Siku zikapita, ukaribu kaongezeka, watu wakaanza kuona hali imebadilika. Macho yakasema mengi kuliko maneno, siri zikaanza kutembea kwa sauti ya chini. Hakuna lia. Unaona? Wewe ni wewe. Kuna penda mwenyewe? Yaani Wini. yaani ndio kitu ambacho kinasababisha ni siwezi bila yeye kwa kweli. Wini kwa mikao hiyo shoga yangu. Makubwa hayo tena. Mimi nitasemaje mwana? Makubwa. Yaani hichi ndio kitu ambacho kinanifanya niwe na mimi. Alafu hata unaibu na nionyesha. Mimi si rafiki yangu jamani. Mimi sikuwezi. Ile imekaa poa unajua. Alafu sasa kuna ile nyingine ile. Yaani, si unaijua hilo? Yaani ni full raha. Hatari. Jamani, hebu na mimi nione. Basi hata kuna kipya shoga yangu. Ni hicho tu niko namuonyesha. Shoga yangu nayaweza. Mimi tena. Hizi style. Pressures lakini mbona za kawaida na wewe? Noma na wewe. Mbona za kawaida? Wewe unaiweza? Naweza. Naweza vizuri. Hongera. Sasa kuna ile nyingine sasa hivi. Kuna ile nyingine. Sio unajua shoga. Angalia. Hebu nionyeshe na mimi hiyo. Nijifunze. Kuna hiyo moja sasa. Ya hivi. Shoga yangu. Baada ya hiyo staili nini kinafuata? Mama, si utuache. Tena wewe. Yaani ninakutamani nikukamate. Nikung'ate-ng'ate mwili mzima. Nikateme nyama zako jalalani. Ulio na kunguru. Mama, niue, si uniue. Alafu mama, kuna hiyo style moja nadhani ujue. Yaani ni pambe, ni hatari kinoma. Unasemaje?
Kakaangu. Ndio dada. Kama nilivyokuambia, hawa mabinti wamekuwa ni pasua kichwa kabisa. Humu ndani hakuna raha. Pressure zina wenzake? Ndio, wakikaa humu ndani ni kuchati mwanzo mwisho, ni kupiga simu mwanzo mwisho, sijui ndo kwenye Instagram, sijui ndo kwenye Facebook, sijui ndo kwenye nini. Yaani mimi hata sielewi, maana nimeshachanganyikiwa. Ndio. Bora hata umekuja unisaidie. Ujaribu kukaa na ama anko zako, uwashauri na kuwaelekeza. Kwa sababu mimi nimejitahidi, nimetumia kila mbinu, lakini imeshindikana. Sawa dada, nimekusikia vizuri sana. Na sasa wameshakuwa watu wazima. Maana nimeshawaona. Na kingine pia kwamba muda mwingi ambao wanao wao ni wanatumia wifi ya bure. Kwa ina maana kwamba muda mwingi zaidi wao wanakuwa online, wanachati Facebook, Instagram, Twitter, wapi. Unaona? Sasa hivi na maisha jinsi yanavyoenda, ili kuwalinda hao binti zetu. Ni lazima kusimamia misingi ya wao. Na sasa wameshamaliza masomo. Kwa sasa cha kufanya ni kuhakikisha wanapambana kujitafutia ajira na si kuingia mitandaoni tu, basi hizo simu wazitumie kuwa fursa za kupatia kipato katika maisha yao. Jamani, huko mtandaoni mambo yamenoga hatari. Hata mimi naona Mambo ni moto. hata mimi naona mambo ni faya jamani. Ile mtandao unasumbua. Mbona waipia bure njia tabii. Shaanza kutusimanga sasa. Hivi mnamuelewa? Haya sisi na masimango. Ila nyie twendeni mbele turudi nyuma. Hivi Travis anampenda kweli Precious? Maana mbona kutokea kwenye pati yake? Mimi mwenyewe mapenzi yake ya mbeleni. Labda katikati. Anajiamini. Anajiamini. Tuweke bato. Amlete mpenzi wake hapa. Tuone nani anapenda. Kiukweli shoga yangu upendo. Good idea. Alafu itakuwa challenge nzuri sana. Halafu sasa Auntie Grace awe judge. No, sitaki mama awe judge. Labda Uncle Bizo. Au mimi. Let's go. Jamani, kuna nini huko? Kwa nasikia vibe la hatari huko. Kama nimeshindwa kulala. Kuna nini huko eti jamani? Maana nimesikia tu let's do. Mama, wewe ulikuwa umelala? Mmeniamsha, nimeshindwa kulala. Kwa kelele zenu huko sebeni. Pole shoga yangu. Auntie lakini. Toka simu haijaonekana. Shoga yangu. Na wanapendana kweli kweli. Sijui wana kitu gani hao. Huyu shoga yangu inabidi arudi chuo. Akaongeze elimu. Tena nampeleka mikoani. Auntie. Lakini sio mbaya. Wewe si ndo boss tena nilipanda. Sijui utasemaje. Nitadili naye mpaka usijali auntie. Mimi si nipo. Ila nakwambia shoga yangu mimi. Nikiona chochote nakuambia hata usiwazi. Sasa sikiza nikwambie. Niambie shoga yangu.
uwe naye karibu. Sawa? Yaani uhakikishe unamfuatilia kila hatua. Hilo tu anti. Kuna lingine hilo. Imeisha. Sijali. Sawa anti. Haya, asante shogangu. Haya. Sasa tutaonana baadaye. Haya, sawa. Ngoja nikaendelee. Yaani nampigia Travis simu hata apokee. Sijui ananichiti. Rafiki yangu, wasiwasi wako tu, lakini unajua Travis ni boy fulani hivi, hawezi kuwa na mwanamke mmoja. Kilichotokea ndani ya nyumba moja, mambo yakabadilika. Kamisheni, msije kunihukumu kila Oh wow, sweetheart. I love you. Karibu. Nimekumisi. Sana. Asante. Pressure zile haipo. Kwa hiyo nakubidi uwe mpole. Kwamba mimi siwezi kuja kwenye hii nyumba mpaka niwe nimefuata pressure zo ndani. Hivi, hii nyumba inakuwa na shida gani labda pengine? Inakosa mwanaume lijali kama wewe. Unajuaje kama mimi ni mwanaume lijali? Unaonekana tu. Aboje. Jamani, watu wengine. Ni nani yule alikuwa anagonga mlango? Shoga, kuna mke basi? Wabeba taka wamekuja. Mbona kama hiyo perfume ni ya Travis? Jamani. Perfume mpaka chumbani usikie. Sikuwezi. Unamwaze? Hapana. Janka kitu. Wewe. Yuko serious dada? Dada una mihemko wewe. Miangu macho ma. Travis. Madam, nitarudi baadaye. Travis. Ana shida gani?
Anashindwa kuja hapa kwa ajili yangu, anataka kuja kwa ajili ya mwanangu eh? I swear to God, nitamnyoosha hata amini. Wenda chaguo langu, msiri wa moyo wangu. Wenda chaguo langu, msiri wa moyo wangu. Baby don't go far away, baby, baby. I love you, I love you, I love you. Precious! Where Precious? Precious! Pamisheni. Dunia kweli imejaa visa vya ajabu. Binti wa mama kaanza kuona tofauti, akauliza mbona mambo si kama zamani. Kila kona kulikuwa na maswali mengi, lakini majibu yalikuwa magumu kupatikana. Siku moja akaamua kusema wazi, bora nisifiche yaliyomo moyoni. Kama mama napewa heshima na kujaliwa, nami nataka kuthaminiwa vile vile. Kauli ile kawashangaza wengi, nyumba nzima ikabaki kimya kidogo. Kila mmoja katafakari kwa upande wake, jinsi mambo yalivyofika. Hamisheni niwaambie kilichotokea. Ndani ya nyumba moja mambo yakabadilika. Hamisheni msije kunihukumu, kila mmoja alikuwa na jambo moyoni. Dunia kweli imejaa visa vya ajabu. Kuna waliocheka, kuna waliolalamika, kuna waliotia mafuta kwenye moto. Wenye wivu wakaanza kusambaza maneno, mvurugano ukaongezeka kila uchao. Jomba mchekeshaji akatoa ushauri, akasema amani ni bora kuliko mabishano. Lakini kila mmoja alikuwa na msimamo wake. Hapo ndipo drama ilipozidisheni. Niambie kilichotokea. Ndani ya nyumba moja mambo yakabadilika. Hamisheni msije kunihukumu, maisha na visa vya kushangaza. Kila simulizi lina fundisho lake. Bingo mtuda wa pori, story imeisha lakini funzo limebaki. Pamisheni, Pamisheni.